Bana, mambo vipi? Mimi naitwa Vnex5 na hii hapa ni The Scope. Asante sana kwa kuichagua The Scope. Hakikisha tunabonyeza alama ya subscribe hapo chini ili uwe mtu wa kwanza kila siku kupata taarifa zozote ambazo zitakuwa zinarushwa ndani ya channel hii hapa. Hii hapa ni The Scope. Bana, kule Mashariki ya Kati kuna mambo bado yanaendelea. Sasa hivi tunaona watu hawapigani tena kwa mitutu, lakini ni kama kila mmoja ana vita ya kiuchumi na mwenzie, anajitahidi kumzuia mwenzie kinamna fulani harudi nyuma kiuchumi, kwa sababu imeonekana kama vita ya mtutu si kitu, ila vita ya kiuchumi ndio vita ambayo imeonekana kama inayagusa zaidi mataifa haya, na mataifa yote. Marekani anazuia pale kwenye mfereji wa Hormuz, hakuna meli yoyote ambayo inahusiana na taifa lolote ambalo linahusiana na Irani kupita. Lakini pia Iran amezuia sehemu fulani ya Hormuz kwamba hakuna meli yoyote ambayo inasafirisha bidhaa na mafuta kupita pale bila ruksa au kukaguliwa na Iran, na hawaruhusu kabisa meli ambazo zinahusiana na taifa la USA. Hiyo ni vita kubwa sana ambayo inaendelea mpaka sasa hivi, na imefikia hatua Iran anatishia kukaba au kuziba njia nyingine za bahari ambazo zinatumika kwa sasa hivi kwenye nchi nyingine kupitisha bidhaa za mafuta na vitu vingine vingi ambavyo vinasambazwa kutoka mataifa ya Kiarabu kwenda Marekani na mataifa mengine makubwa duniani. Hii ikiwa ni kama njia mojawapo ya kumrudisha USA nyuma akubaliane na matakwa ya Iran ambayo hivi karibuni wamefanya mazungumzo, lakini Iran ameshindwa kukubaliana na USA baada ya USA kukataa vigezo ambavyo alikuwa anavihitaji Iran. So ukiachana na hivyo, kuna vitu vingine ambavyo vimeendelea hapa kati. Moja kati ya issue ambayo imekuwa maarufu sana ni majibizano baina ya Donald Trump na kanisa Katoliki na uongozi wa kanisa Katoliki. Namzungumzia Pope Leo, papa wa kanisa Katoliki, ambapo hili lilianzia kwa yule ni secretary wa vita nadhani wa USA, ambaye alikuwa ana mtindo wa kuitumia sana Biblia pale anapokwenda kwenye hotuba ambazo zilikuwa ni maalum kwa ajili ya siasa, maalum kwa ajili ya hichi ambacho kinaendelea sasa hivi. I mean vita, kutoa hotuba, kutoa takwimu mbalimbali za yale yanayoendelea kule. So alikuwa kwa namna moja au nyingine alikuwa anaitumia Biblia na kuonyesha kwamba kile anachokifanya hata kimungu anakubaliwa, kitu ambacho papa wa kanisa Katoliki alijitokeza na kupinga hadharani kwamba yeyote ambaye anatumia gharama kuyaondoa maisha ya watu, basi huyo Mungu hayuko pamoja naye, kitu ambacho imeonekana kinamchukiza sana Donald Trump. Na Donald Trump kuna mambo kadhaa ambayo amejibu, lakini pia amejibu kwa maneno na kwa vitendo. Mpaka leo hii tunavyoongea, serikali ya Donald Trump imesitisha msaada wa dola milioni 11 kwenye kituo mojawapo ambacho kilikuwa Marekani, ambacho kilikuwa kinahudumia cha kanisa Katoliki hicho, ambacho kinahudumia watoto ambao walikuwa hawana makazi, ambao ni wakimbizi ambao walikuwa wamekimbilia nchini Marekani. Kituo hicho kilikuwa kina kazi ya kuwachukua na kuwatunza na kuwalea. Sasa serikali ya Trump ilikuwa inachangia zaidi ya dola milioni 11, ambayo ilikuwa ni sehemu kubwa sana ya pesa ambayo ilikuwa inatumika kuendeshea hicho kituo na kuwa hai kwa muda wote. Sasa Donald Trump bwana, baada ya kuona kama papa anaingilia sana mambo yake, direct ameenda na kusitisha msaada wa dola milioni 11. Hapo tunazungumzia zaidi ya trilioni 30 hivi za Kitanzania. Yani hiyo ni zaidi ya bajeti ya Kitanzania. You can imagine, zaidi ya bajeti ya Kitanzania ilikuwa inatolewa kwenye kituo kimojawapo cha kulea ambacho kilikuwa ni cha Katoliki. Lakini baada ya Donald Trump kuona tu anaanza kuzungumziwa, kupingwa na waumini wengi, kwa sababu ukiangalia hata mitandaoni, kwenye mitandao ya kijamii, actually Donald Trump
anaonekana anapingwa sana kutokana na kile anachokifanya. Mojawapo kati ya vitu ambavyo vimefanya Donald Trump apingwe kwa nguvu kubwa sana ni baada ya yeye kutengeneza picha fulani ya AI ambayo ilimuonyesha yeye kama Yesu na akaipost kwenye peji zake za mitandao ya kijamii. Na baadaye akaja akaifuta na akaomba radhi kwa kusema kwamba hakuwa na kusudio hilo, bali sijui alikuwa anasema alikuwa anataka aonyeshe kama yeye sijui ni mponyaji, sijui ni daktari nini na nini. So hiyo ilimfanya ashambuliwe na watu wengi sana, lakini ukiangalia pia kwenye mitandao watu wengi sana wanaonyesha kumuunga Pope Leo mkono. So Donald Trump ameanza kwa vitendo. Mojawapo ya alichokifanya ni kusitisha msaada wa dola milioni 11 ambazo ilikuwa ni asilimia kubwa sana ya pesa ambazo zilikuwa zinatumika kuendeshea kituo hicho cha kulea watoto wasio na makazi ambao ni wakimbizi nchini Marekani. Na mpaka sasa hivi unaambiwa kwamba ndani ya miezi kadhaa kama kituo hicho kitakosa msaada kabisa kutoka sehemu nyingine, basi kinaweza kisiweze kujiendeshwa na kikafungwa kabisa. Hicho ndicho kinachoendelea nchini Marekani kutokana na hili ambalo linaendelea. Lakini jambo jingine ambalo limeendelea kwa siku hii ya leo na masaa kadhaa nyuma kabla ya siku hii ya leo ni kama China anaonekana kwamba kuna uwezekano mkubwa wa China akajiingiza moja kwa moja kwenye vita hii kutokana na imeanza sasa kumgusa direct kiuchumi. Ukumbuke kwamba China hajawahi kukubali kabisa kwamba anashiriki katika vita hii, lakini China ni moja kati ya mataifa ambayo yana uhusiano wa karibu sana na taifa la Iran. Na mpaka leo nimekuja kugundua kwamba taarifa zinasema asilimia 90 ya mafuta ambayo yanatoka Irani huwa yanakwenda China. So China inachukua asilimia 90 ya mafuta ya kutoka Irani. Na China kupitia Xi Jinping wameonyesha, ambaye ni rais wao, wameonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa kama serikali ya Marekani itaendelea kuzizuia meli zake kupita kwenye mlango wa Hormuz, basi wanaweza wakajiingiza direct kijeshi kwenye hii operation. Na wao hawakumaanisha kwamba watajiingiza kushambulia, bali kwa mujibu wa Xi Jinping, rais wa China, amesema kwamba atatumia meli zake za kivita kusindikiza meli ambazo zitakuwa zimebeba mizigo kutoka Iran. Maana yake nini? Maana yake yeyote atakayeingilia basi yanaweza yakawa ni mapigano ya moja kwa moja na China, kwa sababu mpaka akifikia hatua ya kutumia meli za kivita kuilinda meli yake, maana yake yeyote atakayesogea atakuwa anataka ugomvi. Na hii ni baada ya meli mojawapo ya China ambayo ilikuwa inatoka Iran ikiwa imebeba matenki ya mafuta imeshindwa kukatiza Hormuz na kwenda China kutokana na vizuizi vya Marekani, na imebidi meli hiyo irudi Iran. Na baada ya hapo sasa ndipo Xi Jinping akatoa tamko kwamba kunakoelekea China kuna uwezekano mkubwa sana wa kuingia direct katika vita hii. Lakini mara zote China amekuwa akigoma kwamba yeye hausiki kwa namna yoyote na vita hii, na ni moja kati ya taifa ambalo limekuwa likisupport namna fulani mazungumzo yafanyike badala ya vita. Hii ni The Scope. Hakikisha unaendelea kutazama, hakikisha unaendelea kuifuatilia kila kitakachokuwa kinajiri kule Mashariki ya Kati na sehemu zingine mbalimbali, basi unaweza ukawa unakipata kutoka hapa. Mimi naitwa Vnex 5. Ciao.